Mkononi mwangu nimeshika kipande cha karatasi kilichoandikwa hotuba ya kuchoma moyo iliyosomwa na Ossie Davis siku ile ya mazishi ya shujaa mpigania haki za mtu mweusi Malcolm X. Hotuba iliyokuwa na kichwa kilichosema mwanamfalme mweusi aliyeng'aa. Hotuba ilisema, kuna wale watakaotufunza kumchukia na kuto kumkumbuka, watakaotufunza kujinusuru kwa kutomwandika katika zama zetu. Wengine watauliza, ni lipi mnalojivunia kwa huyu mwenye hasira, mtukutu, mtata na mjeuri? Nasi tutawaangalia wanaotuuliza hivyo na kutabasamu. Wengine watasema, jiepusheni naye, kwani hakuwa binadamu bali ni shetani, katili, mchochea maovu na adui wa mtu mweusi. Pia na huyu tutamwangalia na kutabasamu. Watamwita mbaguzi mwenye chuki, mtu ambaye ataharibu harakati zenu za kujikwamua. Tutajibu kwa kusema, walishawahi kuongea na Malcolm kweli? Walishawahi hata kumgusa? Au angalau walishawahi kumsogelea na kupata tabasamu lake? Hivi walimsikiliza kwa dhati kweli? Alishawahi kufanya haya wanayomzulia? Je, kweli ameshawahi kufanya lolote la hila? 1945 Malcolm X alirudi Boston, ambapo yeye na rafiki zake wakaendelea na matukio yao ya uhalifu dhidi ya familia za kitajiri za wazungu. Siku moja ya mwaka 1946 Malcolm X alikamatwa alipokwenda kuchukua saa ya wizi aliyoiacha kwenye duka la fundi saa kwa matengenezo. Mwezi Februari mwaka 1946 alianza kutumikia kifungo chake cha miaka 8 hadi 10 katika gereza la Charlestown State Prison kwa makosa ya uhalifu wa kuvunja na kuiba. Alipokuwa gerezani, Malcolm X alikutana na mfungwa aliyekuwa akiitwa John Bembry, mtu aliyekuwa mpenzi sana wa kujisomea vitabu, mtu ambaye baadaye Malcolm X alimtaja kuwa ndiye aliyempa chachu ya kutafuta maarifa makubwa yaliyojificha kwenye vitabu. Katika kitabu kimoja kinachozungumzia maisha ya Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X cha mwaka 1965, kimezungumzia kwa nini Malcolm